hujakaribishwa hujanawa. Kweli jamani. Ndugu wangu. Kweli cha ulongo mpecha ya bakuli. Nipo kwanza uombea. Mambo ya mwenyekiti. Mambo yote naye mimi. Wewe unavomuona mwenyekiti anakaa na mwanamke? Mambo ndio yamekuwa mambo sasa hivi. Mwenyekiti mpenzi wake mbuzi. Mbuzi, ngoja kwanza. Mbuzi huyu tunayemjua sisi mbuzi tunakula nyama au mbuzi hilo jina la binadamu? Au mbuzi huyu nayemjua mimi nyama? Yes, alikuwa anafuga kondoo, baba yake mzazi alimwachia kondoo. Ndio, Yes, akaongeza mbuzi wawili. Mbuzi dume silikafariki. Yeye akajifanya anamsaidia yule mbuzi. Ndio wapenzi sasa. Mume. Yeye na mbuzi wake. Wewe uone hata ukifika pale mbuzi au uone hata jicho la mbuzi na kwa kama sio la mbuzi la binadamu. Uone kama anamlembulia. Bwana wewe unamzaa. Ni kweli? Nakwambia sikuwa anafagia mimi namuona hivi. Mwenyekiti anafagia, mbuzi tena ndo akija kama anamnyali hivi, kama anamchelewesha kuingia naye ndani. Mimi nikasema, penzi lao liko wazi sasa hivi. Penzi liko wazi udugu. Penzi lao limekuwa limetaradadi. Maana kisio kuchangamka lile limetaradadi. Akituona sisi wanaume afadhali mbuzi yule anajua hao wanaume. Basi anatulia. Akiona watoto wa kike mbuzi anakaa mlangoni, anajua unaenda kumfuata nani? Bwana yake. Mimi hata nashangaa nyinyi mmekaa mnamchagua mtu awe mwenyekiti. Nyinyi mnashindwa kuelewa kwamba mwenyekiti kishajiingia kwenye nani chama cha wanyama yule. Wallahi hizi habari ndio unanipa. Sasa fanya basi jambo na wewe naye unakuwa yani mambo yote nimeamwaga yote lakini ukimya wako naona ukimya. Au umalizi vizuri bwana ukwaji huo. Ukwaji unaongea sijui mkasema hivi kasema vile. Unaona sasa? Kwa hiyo sasa kilichokuja sasa. Ndio. Mwenyekiti nimeona sasa shida iliyokuwa kubwa sasa hivi anataka kuizihirisha. Aite watu, awe mshenga, alipomnunua mbuzi ndo kwa wazazi wake. Hivi anaenda kwenda kwa wazazi wake. Ule alikonunua mbuzi? Wewe usiniambie. Anataka aoe mbuzi. Astaghfirullah. Yaani mwenyekiti jamani. Mbona anaonekana mstaarabu anaenda msikitini swala 5. Kila anachokifanya utasikia astaghfirullah. Leo hii wewe unakwenda kutembea na mbuzi huyu mnyama. Kweli? Anapata wapi hizo hisia? Dunia imeisha. Wazee wapenzi wanapendana kama Wahindi. Ukiona pale nakwambia kama Kajoli na nani yule nani alishaukani. Mwenyekiti ndio shaukani sasa. Yaani leo ukojua leo. Umenifurahisha sasa ninavyosikia wewe tena ukiona hela swala nakwambia ukweli nasikia mbuzi ana mimba na mzao wake wa kwanza ndo anazaa na mwenyekiti. Wewe mimi usinia. Sasa nataka nimuulize wifi yao anagoa si ndo kaka mwenyekiti? Swali si ndo. Sasa nimuulize shoga yako anagoa, kaka yako anazaa na mbuzi. Huyu mtoto wa kaka yako atakavozaliwa mnamuita jina gani? Mtachukua jina la mama yenu Bitingelengenyi mumpe yeye au la? Huyu anakuja kwenye kundi gani? Jamani mwenyekiti anafedheka kwenye kitongoji hiki jamani. Mwenyekiti jamani hajaona wanawake wote waliojaa kwenye kitongoji hiki, leo aenda katafute mbuzi jamani mbuzi. Vipi? Endeleeni. Unamgusa. Endelea ndugu yangu, endelea. Endelea ulichokuwa unamwambia huyu mama, endelea. Kweli wakuja kukaa hapa na huyu mama na familia yake mnakunywa chai ya kunisema mimi ndugu yangu? Mimi natembea na mbuzi? Mimi? Kweli kuongea maneno hayo ya kunidhalilisha mimi na utu wangu? Mimi mtu mzima unanidhalilisha kwa kuniongelea maneno ambayo hayastahiki hata mbele za watoto? Yaani baba umeumbuka baba bure wewe. Angalia ulivyofedheka, ulivyodhalilika leo. Baba watu huyo kakukuta shewa watu, kumbe mtu mzuri kabisa. Angalia unauliza maswali yote unataka kujielezea. Unataka mimi nionekane mbaya wewe? Unafikiria zaidi kwenda mbali kusema nimempa mbuzi mimba? Ndugu yangu, kitu gani kibaya mimi nimekifanya shehe wangu? Shida ni maokoto. Hata tunavyoona watu wanavyookota huko wakina Doto Magari sijui wakina Mwijako hawasemi watu vibaya. Wewe hii unakuja uka hapa unanisemea vibaya shehe wangu tena kwa kunidhalilisha mbele ya watoto. Unanidhalilisha mbele ya watoto.
Haya sasa hadi watoto wanakuona wewe mtu mzima ovyo. Hapo nimeongea Nimeongea ukweli hapa. Nimeongea kuna ukweli nimeugusa. ukweli ni kuchukue wewe nikupeleke mahakamani. Utazungumza ukweli wote shehe wangu? Sasa mahakamani kufanya nini? Eh? Mbona unataja mahakama? Mahakama ikasema ukweli na wewe ukathibitishe mimi natembea na mbuzi na mimba mbuzi anayo. Si ndio hivyo? Mwenyekiti huyu Maokoto atamuua. Maokoto kama na shida na hela aseme. Haya sasa mimi nakupa hela uende ukanisafishe huko hivyo vijue vyako vingine vyote. Ukaseme kuwa mwenyekiti hizo tabia hana. Unanizalilisha. Haya sasa chukua. Shida yako si Maokoto. Ona sasa. Na unaokota ulivyokuwa una haya wewe baba. Ana haya wapi huyu? Unamfasia. We mtoto wa kiume, jikaze. Unakuja kuongea mbele hapa kwa huyu mama maneno mabaya, shida gani shehe? Mbona unakuwa na matatizo mabaya wewe? Ibilisi kakufanya nini? Unamsingizia ibilisi kakaa nyumbani kwake ametulia, wewe ndio unamfuata ibilisi. Shika hii bwana. Matatizo makubwa wewe unayaleta hapa. Hasa hadi hawa watoto angalia wanapokuangalia. Hauna tena heshima kwa watoto. Una. Watakuwa nakuita anko yule, anko mbea. Unaona sawa? Tuvumiliane mwenyekiti. Vumiliana wapi haya angalia. Tuvumiliane bwana, mambo ya mazingira ya kodi, mimi pa kodi sina. Hayo mazingira yako hayo angalia. Narudia mara ya mwisho na kuambia kwa hayo mazingira yako angalia. Nitafanya kitu ambacho sijawahi kukifanya. Nitakupiga albadili kamzobe utakakamaa mwili mzima. Hata huo mdomo utashindwa kuongea wewe ujinga wako unaoongea hapo kwa wewe mama. Tuvumiliane bwana. Wewe mambo ya kuvumiliana huwezi kunidhalilisha mimi. Huwezi kunidhalilisha hata siku moja. Ndio nakwambia huwezi kunidhalilisha. Hiyo mara ya kwanza na ya mwisho. Sijafurahishwa. Asalamu alaykum.